Karibu mpenzi mtazamaji, sikia leo kwa mtandao wetu tu wa US for Christ Kenya. Na sikia leo, karibu mchungaji. Asante, nashukuru. Yes. Tuliachana hapa wakati umetoa mwelekeo kuhusu ndoto. Yes. Na sikia leo tena umeweza kufika kuhakikisha ya kwamba unaendeleza. Amen. Karibu tufungulie kipindi kwa maombi. Asante. Msikizaji, wacha tuombe. Yeah. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, sifa zote ni zako. Ndiwe Mungu wa pekee juu mbinguni, duniani na hata kuzimu, hakuna kama wewe. Mtetezi wa ajabu, mfalme katika maisha, tunakupa sifa kwa sababu wewe ni Mungu. Maana ni wakati mwema katika kipindi cha leo tunapojiandaa kuzungumza neno lako kwa ajili ya watu wako. Naomba Bwana, tunapoendeleza jambo hili Bwana, uwe kati yetu na utuongoze jinsi ilivyo mfalme. Timiza kila jambo kulingana na uwezo wako, na ni kwa jina kwa Kristo Bwana tumeomba. Amina. Karibu mchungaji. Amen. Ndani ya kipindi na wakati unaniita Omwana wa Enoch, hautakuwa unakosea. Mchungaji, itakuwa ni vizuri vile tuliachana, labda kuna watu ambao wameweza kupigia simu, ukaweza kushauriana na watu kuhusu masuala ya ndoto, ama bado? Nimewasiliana na watu kadha wa kadha, wameangalia hicho kipindi wakafurahia. Wengine wakajaribu kuniuliza ndoto zao kidogo, wakaanza kufurahia kwa sababu walitaka kupata ufafanuzi zaidi. Kwa hivyo niliwafafanulia, nikapanua mambo vizuri, wakapata kuelewa sana. Na imekuwa ni topic ya baraka sana, maana kuna wengine ambao hawakuwa wanaelewa, lakini wameanza at least kupata hiyo, wakaanza kuelewa kidogo kuhusu ndoto inasema nini. Yes. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri labda ukituweka tu wazi, hii ndoto tunaweza iweka kwa viwango vingapi? Hii ndoto kwa wingi sana iko katika viwango vitatu. Ndoto ya kwanza, Mungu anaweza kuwa anazungumza kuhusu wewe mwenyewe. Ndoto sehemu ya pili, Mungu anaweza kuzungumzia kuhusu mtu mwingine. Na sehemu ya tatu, Mungu anaweza kuzungumza kulihusu kanisa. Kwa hivyo hizo viwango vitatu ni lazima ndoto ikikuja uelewe kwamba anazungumzia kuhusu nini. Usije ukachukua ile ndoto Mungu amezungumzia kanisa ukadhani amezungumzia mtu mmoja. Na kanisa unaweza kuta amezungumza kulingana na labda gari, ama amezungumza kwa mwanamke. Ameleta ndoto lakini amemzungumzia mwanamke fulani, ama amezungumza hata kwa yule mke aliye kanisani. Sasa ukiangalia utadhani hiyo ndoto ni ya huyo mama, lakini kumbe ndoto inazungumzia kanisa kwa ujumla. Azungumzia kuwa kulingana na gari na mwongozo wa gari vile unaendelea, labda unaenda, labda gari linaenda kuanguka, labda inakuwa namna gani. Utakuta ya kwamba labda sio gari inaenda kuanguka, ni kanisa linaenda kuanguka kwa sababu ya mwongozo. Kwa hivyo Mungu anazungumza katika ndoto sehemu tatu: kumuonya mtu ama kumpatia siri vile anavyoendelea katika maisha binafsi, kuzungumzia huyo mtu kulihusu kanisa, ama kuzungumzia huyo mtu kuhusu mtu mwenzake binafsi kuhusu siri za maisha yake. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimeziweka zote kwa pamoja. Umeziweka zote pamoja? Yes. Lakini kutaka kuzungumza, naweza zungumzia kidogo kuhusu ndoto ambayo inakuja kwa mtu binafsi, na kama takuwa na muda labda nikuja niingiza kidogo ile ambayo inahusu mimi Mungu kunizungumzia kuhusu wewe katika ndoto. Na tutaweza kuchambua zaidi. Itakuwa vizuri mchungaji. Yeah. Ukianza kwa kuweka labda ukizungumzia tu wakati nimeota kama ndoto, ile ambayo kwa kutaka kujua hii ndoto inanihusu mimi. Mtu ataelewa namna gani hiyo ndoto? Kuna viwango vya ndoto vile ambavyo Mungu anavyozungumzia, na unaweza kuta mtu kulingana msimamo ule atatoa ndoto ya kwanza, mwanzo wa kuanza ndoto yake na mwisho wa kuanza kumaliza, ila kushuhudia kama hiyo ndoto ni ya mtu binafsi ama hiyo ndoto ni ya kuhusu mtu mwingine ama ni kulihusu kanisa. Sasa hapo ndio utofauti ukuja. Lakini watu wengi huanza kuchukua tu vile imekuja, inazungumziwa na mtu atachukua tu kwamba hii ndoto inahusiana tu na wewe mwenyewe. Kumbe hapana, Mungu amezungumza kwamba inahusiana na mtu mwingine, lakini amepiga picha kuanzia kwako wewe. Kwa hivyo kuna utofauti wa ndoto. Kama anazungumzia wewe binafsi, atailenga kwako na atazungumza kitu ambacho kinahusiana na wewe mwanzo na mwisho, na itashuhudia hilo jambo kwamba ni yako.
Kwa hivyo wakati umefafanua ndoto ambaye nimeileta kwa kanisa, ni mimi ndio ninafaa nielewe ya kwamba vile umetoa ufafanuzi ni huo, ama kama umekosea itakuwa namna gani hapo? Mfafanuzi wakati anaifafanua ndoto ambayo imeletwa, anaifafanua hiyo ndoto, na akiileta kamili ataileta kwa hiyo picha, ndio aonyesha mtu kama ni yake binafsi ama ni ya mtu mwingine. Kama ni ya mtu mwingine na inahusiana katika mambo ya siri, mfafanuzi mzuri kama ana hekima ya Mungu atafika kiwango labda hiyo ndoto atairuka, na kisha iruka atakuita tofauti, labda kuzungumzia kuihusu hiyo ndoto na mtu mwingine yule ambaye Mungu amezungumza kwake. Ama hapana, kama ni yako na inaonyesha mambo ambayo yako challenge katika maisha yako, itabidi aizuia, aseme kwamba hii tutairuka kidogo, tuzungumza na mwenyewe kando. Hasa atakapokupata ndiye atakufafanulia kwamba hii ndoto inamaanisha 1, 2, 3 kwa ajili ya maisha yako, na itabidi uwe na hatua ya kuchukua hii na hii. Hapo ndio utaweka wale watumishi wa Mungu kanisani kuwapatia nafasi ya kukusaidia. Mchungaji, labda nikuuliza masuala ya ndoto, tunaweza iweka namna gani na wale ambao mtu anatazama, anaweza kutazama na anakutabiri, anatabiri mambo yako, na ule ambaye anaenda kulala na anaota mambo yako, tunaweza iweka namna gani hapo? Kuna utofauti mkubwa sana. Kwa sababu niseme kuna utofauti. Mtu ambaye amelala, Mungu umpatia ndoto, anakuzungumzia katika unabii wa kulala. Na yule ambaye nabii wa kawaida uzungumza maneno wakati imekuja direct. Although watu wengi wale ambao wanapata unabii wa halali, watu kwa wingi sana wanaongezea ujanja. Wametumia unabii na wakaongeza maneno yao. Hawasemi maneno kulingana vile Mungu amewapatia. Nesa pewa maneno mawili ni kuzungumzia. Kama vile mfano Mungu alimzungumzia Samueli. Samueli 38:38. Akamwambia kwamba nenda umwambie Ezekia ya kwamba atengeneze mambo ya nyumba yake, maana atakufa. Isaya hakuongeza. Alienda tu akaambia Bwana amesema kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Na akamwacha. Hiyo ni ndoto. Yes. Hiyo ni ndoto. Hiyo ni unabii. Na akamwacha tu akapinduka. Hiyo ilikuwa unabii. Yes. Hiyo si atu masuala ati aliota, haikuwa ndoto. Hiyo ni Mungu alituma. Ni Mungu alikuwa amezungumza na Samueli. Na akamwendea Ezekia ambaye ni mfalme. Ndiye akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Hakuongeza neno. Hakufika mahali akasema lakini tukiomba utapona. Hakufika mahali akasema lakini ukijaribu tu kuambia Mungu, najua tutasaidiana hii maneno, tutakusaidia toba, alafu Mungu atabadilisha maneno. Alimwambia yale Mungu alisema na akamwacha na akapinduka, yeye akaanza kuenda. Ezekia, maandiko inasema aligeukia ukuta, akaanza kumwambia Mungu maneno, akatubu, akamlilia Mungu. Samueli akiwa njiani, hapo ndio Mungu akamzungumzia, akasema kwamba nimesikia kilio chake, rudi ukamwambie nimemwongezea miaka kiasi cha siku 15. Sasa ndio Samueli pia akapinduka, akaelekea mpaka akaenda akamfikia, ndio akamwambia kwamba Bwana amesikia maombi yako na amekuongezea siku 15. Lakini tunapata ya kwamba hii sio ndoto. Hii ni unabii. Sasa kiwango kile naleta ndio hiki. Unabii kwa wingi sana ukora umeingia ndani. Na ndoto, wakati ambapo mtu ametoka kwa ndoto anaamka na anaanza kukumbuka ile kitu Mungu alikuwa anamzungumzia katika ndoto wakati amelala. Huyu mtu akikariri hiyo ndoto, utakuta kwamba atasema exactly vile aliota. Na kisha sema vile aliota kwa njia mzuri, hapo ndio sasa ufafanuzi nao unapatikana. Lakini sasa shida itakuja kwa mfafanuzi. Utakuta mfafanuzi akianza kufafanua hiyo ndoto, labda ataanza kuifafanua kivingine badala ya kuileta vile ambavyo ndoto inasema. La pili ndio hili. Si lazima ndoto kama imekuja hiyo siku ukiona ni ngumu lazima uifafanue.
pia Mungu amekupa kibali, unaweza peana muda kwa huyo ndugu, mliombee hilo swala la ndoto. Ikishafika kiwango cha kuisema, mtapata ufafanuzi baada ya kukaa pamoja kwa maombi na kujadiliana kuhusu hilo jambo, ndipo utakuja kulitoa mbele za watu. Lakini watu imekuwa lazima tu ndoto ikikuja tu mtu anainuka nayo na kusema tu chochote, hata anaona ndoto inasema kuhusu mambo mengine, na anafika mahali anageuza ya kwamba inasema tu wewe. Mfano ndio huu. Kuna mpendwa fulani alinipa ndoto yenyewe ikasema ya kwamba kuna timu mbili zilikuwa kwa uwanja, watu wanacheza mpira, na hawa watu wakati walianza kucheza mpira, Mungu akamweka yeye kando, akasimama kando, akaanza kuangalia hiyo mpira, ya kwamba hiyo mpira inachezwa namna gani, na Mungu akamwambia asimama angalie kile kinaendelea. Kwa muda kidogo, hawa watu wenye walikuwa kwa uwanja wakaanza kushindana, wakashindana, ikabidi ni kama hawakuelewana. Timu moja ikatoka mbio ikaanza kuenda, na hii timu ya pili pia ikaanza kufuata hao mbio. Sasa ikapatikana kiwanja imebaki bure, hakuna mchezaji ndani. Sasa ndio Bwana akataka kumfahamisha huyu aone ya kwamba kila alitaka kumfahamisha ni kitu gani. Uwanja unaweza kuwa hata mahali pa kuabudu, na hao watu unaweza kuta kwamba Mungu anazungumzia kwamba ndani ya hilo kanisa la kwa mahali watu wanaabudu, kuna timu mbili, watu wamegawanyikana ndani, wanavutana wakiumana kisiri, kutokuelewana. Wakati huko kutokuelewana kutaendelea kukizidi, itafikisha kiwango hao watu timu moja itatoka, na timu moja ikitoka, hii ingine itabidi ya kwamba ianze kuwatafuta kwamba wametoka wameenda wapi. Lakini sio kwa utaratibu wa kuomba na kutafuta suluhu. Kama ingekuwa kutafuta suluhu, ni kitu cha kutengenezea kwa uwanja, kwa uwanja. Lakini walitoka kwa uwanja kama inatakana kama ikuwa na referee, mwenye ana referee hiyo mpira, then wasuluhisha kwa uwanja. Lakini hii ya kusema wote wametoka wameenda, kumaanisha wametoka mahali patakatifu, mambo yao watatengeneza aje nje, ambapo ni ngumu sana. Na hapo mahali pa utakatifu ndio mahali wanaweza suluhisha mambo yao yakawa salama na wakaenda kwa njia mzuri. Kwa hivyo wakati mpendwa alienda akapeleka ndoto kwa mtu mmoja, wale mfafanuzi wa kanisa, huyu mfafanuzi akageuza hiyo ndoto akasema kwamba hiyo ni yake tu yeye mwenyewe. Akasema ni yake tu yeye mwenyewe. Imekuwaje na yeye Mungu amesema nitaka kumfahamisha kile kinaendelea, aone na macho. Sasa inakuwaje ndoto ya mtu mwenyewe? Wakaeka huyo ndugu kwa uwanja hadi atubu. Kwa nini hakuungana na wenzake kucheza mchezo huo? Mchezo Mungu alitaka yeye aone, na aliona kile kilichotendeka, na akaona watu wametoka wote wameenda, wameacha kiwanja bure. Kwa hivyo Mungu wakati alimfahamisha hilo jambo, ilikuwa kumfahamisha kwamba asimame kanda aone kanisa, mwelekeo wa kanisa vile unavyoendelea. Kanisa limeenda katika upotovu. Kwa hivyo hiyo ndoto Mungu alikuwa anamzungumzia huyo mpendwa kulihusu kanisa. Hakuwa anazungumza ndoto ya huyo mpendwa. Sio yake. Kwa hivyo nani anatakana achukua hatua? Ni huyu mpendwa ama ni kanisa? Yeye nitakana hiyo ndoto apeleke kanisani, mfafanuzi kamili asimame atoe ndoto hiyo kamili, awaambie kwamba kanisa mko na mgawanyiko, mna grupu mbili ndani mwa hii kanisa, na inafaa muingie katika toba. Kwa hivyo wakuchukua hatua ni ndugu ama ni dada ama ni mfafanuzi ndoto, apeleke kanisani. Yeye amepeleka, akishapeleka amemaliza kazi. Fafanuzi sasa aamue kufafanua. Akishafafanua, aliambia kanisa kuhusu hiyo ndoto vile inasema, na awaambia kwamba Mungu ameweka huyo ndugu kuangalia kile ambacho kiliendelea. Kwa hivyo ametuletea ujumbe ambaye Mungu anazungumza katika siri. Kwa hivyo mchungaji, unasema ya kwamba hii ni ndoto. Ile ya Samueli ilikuwa ni unabii. Ilikuwa ni unabii. Ndoto sasa, inatolewa vile iko. Na kuna vile pia uwezekano ya mtu kuongeza ndoto. Anaweza unganisha maneno pale ndio ikuwe complete. Kuna vitu ambazo utaona tu mtu akianza kuzungumza ndoto yake. Kama wewe ni wa kiroho wa kuelewa, utaona tu mengine yale anaongeza, yataanza kujitenga na hiyo ndoto. Labda ndugu akawa amenongonesewa jambo fulani, tena ameongeza pale
utapata tu, utapata. Utaanza kuelewa tu kwamba hii vile Mungu alizungumza hii kitu na hiki ameongeza hapa. Ameongeza. Haijakuja kwa kiwango kizuri. Lakini mfafanuzi kuna mambo ambayo ni ya point ambayo unaguza. Wakati haya main points ambazo unaguza zinakuelekeza mahali pa kujua ya kwamba hii ndoto mahali inaelekea. Utakuta yale ambayo sio sawa yenyewe itajitenga ndani ya hiyo ndoto wakati una pick main points. Point ambazo muhimu wakati unazitoa tu ndani, yale ambayo sio ya hiyo ndoto inajitenga yenyewe na unaifafanua na mtu anaanza kuelewa kwamba kumbe inamaanisha kitu fulani. Kwa hivyo mchungaji, unabii na ndoto ni vitu mbili tofauti. Ni vitu mbili tofauti. Kuna kitu cha tatu pia kinaitwa maono. Maono. Kuna unabii, kuna ndoto, kuna maono. Maono pia yapo tofauti. Mtu anaweza kaa tu mahali na akajisikia tu amechoka. Maono yani ni kama tamanio ama sio tamanio. Maono ni ufunuo. Ufunuo fulani ambao unakuja uko katikati ya ndoto na uko katikati. Sasa hii tunasikia ufunuo wa Yohana. Yohana alikuwa anafunuliwa. Ilikuwa ufunuo, alikuwa anafunuliwa yani alipelekwa katika roho katika kisima cha Patmo. Ndio Mungu akaanza kumtembeza kumfunulia mambo fulani. Kwa hivyo ufunuo, nitafanya nini ndio nipate ufunuo isiwe ndoto? Umesema nikae pale. Ufunuo pia ni kipawa kivyake. Na wakati ambapo mtu amepokea hii kipawa cha ufunuo, anaweza fika kanisani, hata pastor anaanza kuhubiri na kakitu kanakuja tu kama usingizi. Kakikuchukua, unaanza kupata flashback ya picha fulani. Na unaanza kutembezwa tu kuambia uonyesha maneno. Ukishaonyesha kishafika tu mwisho na wanafunga hapo. Na mchungaji, sinaona unasema paka uchukuliwe na usingizi. Ndoto uchukuliwe na usingizi. Ufunuo pia uchukuliwe na usingizi. Tofauti gani hapo sasa? Sijaelewa sana hapo. Tofauti ipo. Hapo uko katika sense za kawaida, ingawa umeibwa kidogo tu kasemu kadogo. Hujaenda kulala. Lakini ndoto unamaliza shughuli zote mpaka unaenda kwa kitanda unalala. Mungu anatoa fahamu za kawaida. Kwa hivyo mchungaji, wakati tukisema ya kwamba nimekaa hapa alafu usingizi kanipeleka niamke niseme nimeona jambo fulani, nimeona shimo hapa, nimeona kwa ndani ya shimo kuna mawe fulani imepangwa, imefika mahali kuna kiti imewekwa. Ninapoelezea jambo kama hili, baada ya kukaa hapa na usingizi kanipeleka, hiyo sio ndoto. Kuna kiwango kile ambacho itamaanisha kwamba ile wakati umechukua kwenda kulala umechukua muda gani. Nasema tu kama nimekaa hapa sijaenda kulala. Hiyo ni maono. Hiyo sio ndoto. Tena hiyo ni kipawa. Hiyo ni kipawa. Na hizi vitu tatu zinafanya kazi pamoja. Mchungaji, kidogo tu. Wakati umekaa kama hapa. Ka usingizi kamekupeleka kidogo. Alafu uanze kuona wakati kama hii nyumba ilijengwa, upeleko uone kuna kitu fulani iliwekwa hapa. Unaamuka na kusema nimeona kwamba wakati walichanga hii nyumba kuna kitu iliwekwa hapa. Hii unasema hiyo ni maono. Si ndoto. Mungu amekupatia maono. Ujue Yohana alikaa mahali akatulia na akapata ufunuo, maono. Hayo maono Mungu akambeba polepole akampeleka mpaka kisima cha Patmo katika roho. Ndio akaanza sasa kumfahamisha mambo ambayo alikuwa anafahamishwa katika kitabu cha Ufunuo. Ndio kafika mahali pale akaanza kukiandika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Sasa wakati ambapo yeye alikuwa hakuwa amelala usingizi, lakini alikuwa hiyo maono ilikuwa inakuja kwa viwango. Mungu anampatia kiwango fulani, anakuja anakiandika. Tena inafika mahali anapewa kiwango fulani, anakuja anakiandika. Kama kuna sehemu ameandika kuhusu makanisa, ya kanisa la Smyrna, kanisa la Sardi, kanisa la Philadelphia, kanisa la wapi, haya mambo yote kuna viwango vile Mungu alikuwa anampatia sehemu, nusu ya sehemu anakuja anaandika. Ndio sababu nimekuwa nikishauri watu ya kwamba mara nyingi sana ukiota ndoto, kuwa tu na njia mzuri, iwe ndoto ama iwe maono, kuwa na njia mzuri kutokuisahau ama kufanya upate ufafanuzi zaidi, iandike mahali. Ukiandika mahali unaweza pitia kwa watu wawili ama watatu,
wakikupatia ufafanuzi na either unaweza pata mtu wa ukweli wa kukufafanulia uelewe. Kwa maana mtu mwingine atapata hiyo ndoto ailete tofauti, mwingine aipate ailete tofauti. Lakini ndoto yoyote ambaye mtu anaota iko katika maandiko. Kuna vitu ambazo Mungu amevileta vinafananishwa na vitu tofauti. Ukianza kuvileta vipo katika maandiko. Kama mfano, siku moja Danieli akiwa katika nchi ya Babylon alipata jemendari mmoja amechukua wenye hekima, wachawi na watu wote, anataka kwenda kuwaua. Akawauliza, kwa nini mnataka kwenda kuuawa? Akauliza jemedari, kwa nini umetumwa kuua hawa watu? Akasema, nimetumwa kuwaua kwa sababu mfalme aliota ndoto na akaisahau, na amewaita ya kwamba wamwambie hiyo ndoto na wafafanue, wameshindwa. Na hao wanasema hao ndio wafafanuzi wa ndoto. Kwa nini wameshindwa? Sasa mfalme ametoa amri ya kwamba hawa watu wauao. Danieli akauliza, kwa nini hii amri imekuwa na ukali sana hivi? Kwa nini mfalme ametoa amri na ukali? Imekuwaje? Akaambia jemedari ya kwamba kabla uwaue nataka unipeleke kwa mfalme. Akaruhusiwa, akaenda kwa mfalme. Alipoingia kwa mfalme, akaambia mfalme, nataka unipatie muda niende niambie Mungu, niulize Mungu anifafanulie, anipe hiyo ndoto ili nikuje nikwambie. Mfalme akasema sawa sawa. Sasa alipoenda, wakaacha hawa wenye hekima wakakaa kando. Sasa Danieli akaenda akaambia wakina Shadrach, Meshach na Abednego. Akawazungumzia kuhusu haya maneno na wakaingia kwa maombi. Wakati waliomba na Danieli akalala na akaota hiyo ndoto ikakuja. Sasa Danieli akaota ndoto ya mfalme. Mfalme alikuwa ameota na ameisahau. Sasa Mungu naye akapatia Danieli. Sasa alipompatia hiyo ndoto direct, yeye akaenda naye kwa mfalme akaambia mfalme, ile ndoto uliota Mungu amenipatia. Ndio sasa akaanza kumfafanulia. Ndoto yenyewe ilikuwa inasema hivi. Ati kulikuwa na sanamu. Sanamu yenyewe kichwa ilikuwa ni gold. Kifua ikawa ni dhahabu. Kuanzia huku kukawa ni chuma. Alafu kwa nyayo za miguu ikawa ni mchanga, ni udongo. Sasa huyo sanamu, wakati ambapo alifahamishwa huyu mfalme, akashindwa kuelewa huyo sanamu maana yake ni nini. Alafu cha ajabu, kukatokea jiwe moja mahali limechongwa vizuri sana, hadi hilo jiwe likagonga hiyo sanamu na hiyo sanamu ikaanguka, ikavunjika na upepo ukakuja ukaipeperusha. Sasa mfalme alikuwa anashindwa ilikuwa nini. Alipoongea hiyo ndoto, mfalme akasema, ndio hiyo kamili. Hiyo ndio ndoto kamili yenye niliota. Danieli amefafanua ndoto yenyewe kamili. Sasa akauliza, na inamaanisha nini? Akamwambia mfalme, Bwana amekuweka wewe kuwa mkuu, na hakuna jeshi lolote falme ingine itainuka na ikushinde. Na yoyote ambayo atakuja kukushinda, Bwana amekufanya kama wewe kama chuma wa kuvunja vipande falme zingine zote ambazo zinaenda kuja mbele zako, na zitaangamiza, utaangamiza zote umalize. Na Bwana anasema kwamba amekufanya kama hiyo mawe hiyo ambayo imechongwa. Utashuka na kupiga hizo falme zote na kuzivunja, na wewe ndio utabaki kuwa mkuu na mfalme aliye hodari zaidi. Kwa hivyo hiyo ni ndoto. Hiyo ni ndoto. Kama ingekuwa kwa wale watu wa saa hii, na mimi ndio nimeota nikakuja kuambia kwamba nimeota ndoto, sanamu iko na kichwa ni dhahabu, kifua ni shaba, miguu ni chuma, nyayo ni mchanga, labda mtu wa saa angefafanua ya kwamba wewe umejichanganya. Imekuwaje umekuwa na rangi tofauti, rangi 4 mara moja kwa mwili? Inamaanisha kwamba wewe umejichanganya, labda umeanza kuabudu Mungu mwingine, sio Mungu wa kweli. Lakini cha ajabu ya kwamba hiyo sanamu moja ilikuwa inamaanisha falme 4 ambazo zinaenda kuinuka kupigana na mfalme mmoja, lakini huyu mfalme atazishinda, atapiga zote. Unaona hiyo hekima ya Danieli vile ambavyo ilikuja. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anazungumza kuhusu ndoto, anaweza zungumza ndoto hata kukuhusu wewe mwenyewe ikushinda kufafanua, lakini mfafanuzi akikuja ataitoa ieleweke. Kwa hivyo mchungaji, unasema ya kwamba
ni vizuri mtu kuelewa hii ni ndoto ama ni maono. Yes. Na ni mwenye kuota ndiye afaa kuelewa ama mwenye kuambiwa ndiye anafaa kuelewa ya kwamba hii ni maono ama hii ni ndoto? Kwanza huyu atakwambia kwamba nilikuwa nimelala, nikaota hii. Mpaka ni specify. Yeah. Niseme nilipatana na hii ujumbe wapi? Nilikuwa nimelala. Nilikuwa nasafiri kwa gari nikawa nasafiri kwa gari, nikasikia tu kauzingire kamekuja kidogo hivi, nikafahamishwa kwamba mbele mahali tunaenda kuna ajali imefanyika kubwa zaidi. Na kweli wakati nilienda kufika huko nikapata ajali. Ama hapana, umelala tu tuko na wewe kwa gari, ukalala kidogo na ukafahamishwa kwamba mbele kuna ajali, na ukatoka kwa ndoto. Wakati umetoka tu kwa hiyo maono, mara moja ukaniambia, pastor, tunatembea na wewe, lakini huku mbele wananiambia kwamba ingawa tunaenda huko na gari, lakini kuna ajali imefanyika huko. Sisi tunaanza kuenda tukiwa tunaambia Mungu kwamba Mungu utuepusha na hiyo damu. Sasa tukifika huko, ukweli kwamba tutakutana na hiyo. Unaweza lala tu kidogo na Mungu umekaa kidogo hivi tu, mwili uchoke tu na usingizi ukuje. Ukisinzia tu dakika kidogo, Mungu anakufahamisha kwamba mtu anakuja, anatokea kule kwa police line. Lakini ukimwangalia vile anakuja, huyo mtu si mzuri. Anakifika hapa, huyo mtu atakuwa na uchokozi 1, 2, 3. Na ukiamua tu wakati unachukulia hiyo ndoto na unaiomba tu kufunga hizo milango, akikuja unakuta kwamba atatoa reaction, lakini hatasababisha jambo baya, na ukuta kuelewa kwamba kumbe niliambiwa huyu mtu ataleta shida. Kwa hivyo mchungaji, kitoko tu, unajua watu tunapata shida sana wakati mtu ameota. Yes. Hatua ambayo mtu yafaa kuchukua. Niko na wingi wa matumaini tu ya kwamba ndugu dada ambaye anatutazama, hatua anauliza kweli mwana Enoch. Na kwanza tukianza kipindi, labda mwana Enoch alisahau mchungaji hakutuambia jina. Wakati mchungaji utukumbusha tu jina. Unajua masuala mengine pia. Ukitukumbusha jina alafu tuendelee itakuwa vizuri. Pole msikizaji, tulianza katikati kwa mbio sana, lakini unajua masuala ya ndoto inakuwa ni masuala ya ndoto. Ni mambo ambayo tunapitia kila wakati. Sasa tukiipata pia inatuchanganya. Kwa majina anaitwa Pastor Josephat Hangati Wanyama, na hii kipindi tumeanzisha katika United Souls for Christ kuhusu kufahamu ndoto yako. Wakati ambapo masuala ya ndoto yanakuja, imekuwa utata sana katika nyumba ya Mungu, na ni ujumbe mzuri sana ambao unakuja pasipo mtu kuwa katika fikira za kawaida, lakini zimefanya watu wengi wanaiharibu. Inatumika kwa njia mbaya, watu wengine wameielekeza kwa njia isiyo sawa, wengine wakati imekuja umefafanua tofauti na matokeo imetoka tofauti. Sasa ndio sababu tunataka tukuje pamoja, kwanza kufuatilia kuelewa kwa undani sana, kujua kwamba tutafanyaje ndiposa tupate kuleta hii picha, watu waanze kuelewa, mtu afahamu ndoto yake inamaanisha nini, ametumwa umuhimu, ama ni yake binafsi, ama ni ya kuhusu nani, apate kuelewa wakati ambapo ameiota hiyo ndoto inamaanisha nani. Lakini usipoifahamu utadhani ni kitu cha kawaida. Na pia kuna ndoto pia lazima tuelewe ya kwamba mtu amekuja ameeleza ndoto, ukiifuatilia unakuta kwamba haushikanishi. Huyu mtu mfuatilie kidogo historia ya hali ya maisha yake. Utakuta ya kwamba amekutana na jambo, hilo jambo limemsumbua sana na akalala usingizi na likakuja kwa ndoto. Kwa hivyo mchungaji, tulikuwa tumefika mahali ya kwamba hatua ambayo yafaa mimi nichukue pata ya kuota ndoto, niko kwa nyumba yangu, nimeamuka, nimeota ndoto, si ati nimeenda kanisa, lakini niko nyumbani nimeota ndoto, nimeamuka. Hatua gani yafaa nichukue? Wakati ambapo umeota ndoto na umeamuka, jambo la kwanza lazima utafute mfafanuzi. Inaweza kuwa ni jambo umezungumzia liko very urgent na uchelewe kufikia mfafanuzi na litendeke kabla ufike. Baadaye utakuta unaanza kusema kwamba hii ndoto niliota, ili jambo litakuja kufanyika. Labda ni kifo. Mungu alikuwa anakuzungumzia kuhusu kifo.
Na huenda Mungu alikuwa anakuhatarisha mapema kwamba uende uone mtu mfafanuzi na mnaweza chukua hatua ya kusimama kusaidia ndugu ambaye ama dada ambaye ujumbe ulikuwa unakuja kwake. Ukichelewa nayo utakuta ya kwamba jambo litatendeka kabla umfikie. Kama unaijua ndoto ufafanuzi na Mungu amekupatia hiyo ndoto na anaelewa au unaelewa ndoto inamaanisha nini na inamhusu labda mimi, inafaa utoke mara moja kunifikia. Uniambie Bwana amenizungumzia ndoto hii na ameongea 1 2 3. Na vile ambavyo nimeifafanua nikaipata, napata kwamba Bwana anakuzungumzia wewe. Na vizuri sana. Kumbuka mpenzi mtazamaji, uko tu pale unatufuatilia kwa mtandao kama kawaida tu. Yes. Na kama uko na swali na mchungaji utakuwa unafafanua, kuna ndoto hapa ambayo tumeweza kutumiwa tu. Yes. Na kama uko na ndoto ambayo inakusumbua kwa muda mrefu, nambari ya mchungaji iko pale, unaweza kumpigia simu na kuwasiliana naye moja kwa moja. Yes. Na pia unaweza tuma tu kutumia kwa ujumbe ukielezea ndoto ambayo umeweza kuota. Yes. Na wakati tunapatana na mchungaji atakuwa anashughulikia hiyo swali. Mchungaji, kwa hivyo kuna ndoto ambayo ndugu anasema ya kwamba huyu ndugu aliweza kuota yeye akiwa anapikana na ng'ombe ya mama yake. Yes. Hii ng'ombe ni ya kukamuliwa. Lakini kwa ndoto akawa anapikana na ng'ombe. Ng'ombe inataka kumuua naye anataka kuua ng'ombe. Ndoto kama ya kupikana, mtu anapikana na ng'ombe. Hii ng'ombe inapeana chakula, inawapea maziwa. Maswala ya kupikana na ng'ombe kama huyu inaweza kuwa ni, ukifafanua inaweza kuwa nini mchungaji? Asante. Ndoto wakati wote inafahamisha mtu mara nyingi sana kuhusu wanyama. Wanyama ni viumba ambavyo havijui Mungu. Mnyama ni kiumbe kina nafsi ambayo hakuna siku itaelewa kwamba kuna Mungu. Ingawa ni Mungu aliviumba. Lakini kuna kitu ambacho katika maandiko, roho ya mtu ambaye hajatubu, hajamtafuta Mungu, imefananishwa na mnyama. Kwa sababu gani? Roho kama hiyo haijamjua Mungu, lakini imejua miungu, imejua uchawi, imejua kufanya mambo mengine yasiyo sawa. Kwa hivyo Mungu akileta picha hiyo, ni challenge ambaye amekufahamisha tu ya kwamba unapigana na ng'ombe, lakini si ng'ombe unapigana nayo. Wakati mwingine unaweza ng'ang'ana na kitu, lakini iwapo utakuwa na nguvu ya kutaka kukishinda kama ni mnyama, utakuta baadaye amegeuka. Hata sura imegeuka. Sasa imekuja kwa sura ya binadamu. Sasa unaanza kushindwa, imekuwaje sasa amekuwa binadamu? Iwapo utang'ang'ana naye sana, utakuta kwamba sasa ataleta sura kamili ya yule mtu unayemjua. Lakini kwa wingi sana adui wakati anakuja kukuface, anakuja kama amejificha. Na anaweza kuja kwa mfano kitu ambacho usichokielewa, ili ya kwamba sasa akuvamie, akushinde. Lakini wakati unang'ang'ana nacho kabisa, uandamane nacho, kung'ang'ana nacho sana, ndio utakuta ya kwamba sasa utaanza kupigana nacho na kitaanza kujileta katika sura tofauti. Baadaye ndio utaanza kuelewa kwamba kumbe huyu ni adui na ni mtu fulani ama ni kitu fulani kinaniandama na kinatafuta nini katika maisha yangu. Hakuna ng'ombe tu kamili, ng'ombe inaweza tokea tu kuja kushindana na wewe, kwa maana haina uhusiano na wanadamu. Lakini Mungu akishakupatia hiyo, amekupatia challenge kujua ya kwamba katika falme ambazo mahali unaishi uadui upo na kuna mahali fulani unatoka. Haijalishi hata kama ni kwa mama yako. Haijalishi hata kama ni kwa nani. Lakini ukweli ni kwamba sisi watu wengi sana tunajua. Hata wengine kama mimi naweza jua tu kwamba nililelewa kwa boma ambalo lina wachawi. Naweza jua. Lakini shida huja wakati ambapo mimi nimekuwa kinyume na uchawi wa mama yangu. Nikishakuwa kinyume na uchawi wa mama yangu, lazima pia hata nigeuka. Na kinigeuka atanigeuka kwa siri. Hata kuja kwa kiwango cha hadharani kuonyesha kwamba ni mama ananipiga, lakini atakuja kwa siri kwa njia ambayo sitamjua ni yeye. Kwa hivyo picha itanikujia kwa mfano wa ng'ombe. Atakuja akiwa kama ng'ombe. Yes.
Sasa kwa hivyo utasema ni leo usiku nimepikana na ng'ombe, lakini si ng'ombe. Yeah. Ni mzazi wako. Ni mzazi. Ni mwenye hiyo ng'ombe. Kwanza ukikuta kitu ambacho unapata kwa ndoto kinakuja kwa mfano wa mnyama tofauti, jua kwamba huyo ni adui unayemjua. Ndiye anaandama maisha yako, lakini hataki kujileta hadharani umjue kwamba ni yeye. Lakini adui yule unayemjua anakuja kwa kisiri. Na utaweza kuta hata sio yule unayemjua, lakini ni wa nyumba yako. Ndiye anakuvuruga, anataka vita na wewe ili akikushinda akuangamize kama wewe. Kwa hivyo mchungaji, wakati unasema ati niliota umbwa ya jirani imenikimbisha, inaweza kuwa ni vita ya jirani na mimi ama nini? Kuna uwezekano hata hiyo spirit zimegeuka kuwa umbwa, lakini za kutoka kwa jirani. Oho. Zimeandama tu maisha yako usijue. Yani inakuelekeza tu ya kwamba ujue vita vinatokea mahali fulani. Yeah, yes. Watu wengi wameona ukianza kuota tu umbwa ya jirani inanikimbiza, watu wengine wamechukulia tu kwamba ni usharati. Sio tu umbwa yote ni usharati. Sio ndoto yote wakati mtu amefahamishwa gari, watu wengine wameweka tukifahamishwa gari hiyo ni maiti. Hapana. Gari saa zingine inamaanisha ni kanisa. Gari kweli inaweza maanisha kweli maiti vile wanavyosema. Lakini wakati mwingine umbwa wakati ambapo umefahamishwa pia sio usharati. Hata unakuandama. Wakati mwingine ni wadui, bado tu ni mnyama, na shetani anaweza mtumia kupitia kwa adui ama jirani anayekujua, na ikatoka kwa jirani umbwa inakuja kukuattack. Ni vizuri sana masuala ya ndoto. Niko najua ya kwamba uko pale unasema kweli haya mambo gani, mambo ya ndoto. Mchungaji, kwangu mimi mwenyewe, hii ni ndoto yangu mimi mwenyewe. Mimi nimeota nimepepa mti mrefu. Alafu huu mti mrefu nimefika mahali nimeona patala ya kuupepa tu ninaurusha, unaanguka hapa, unaanguka. Alafu nimefika mbele kidogo. Kuna nafasi. Nimeona acha nirushe hii mti hapo chini kwa sababu ni mzito. Upiringike, uteremuke paka ndio nifike mbele tena nifanye nini? Niichukue. Lakini wakati imepiringika, nimeona uzito imeenda, si kufuata kuchukua hiyo mti na nikaamuka. Inaweza kuwa nini mchungaji? Hiyo ni ndoto yangu mimi mwenyewe. Asante. Umefanya vizuri. Ujue ndoto Mungu akikufahamisha, saa zingine muziko, unaweza beba muziko wa mambo ambayo wewe mwenyewe unadhani ya kwamba umebeba kitu kizuri, lakini watu wengine wamebeba miziko ambazo zinawapatia uzito na wamekubaliana nayo. Imeandama maisha yao. Sasa imefika kiwango tu cha Mungu kutaka kwamba akufanyie favor, ufike mahali uwezi pita nayo ili ubebe utupe ya kwamba utaenda kuichukua, lakini baada ya kuitupa ikaanguka huko, ikaviringika, lakini ukajikuta roho imekataa kwenda kuchukua. Sikuenda kuchukua mti yangu mchungaji. Kwa hivyo hiyo inamaanisha Mungu ametaka kukuondolea mzigo fulani ambao ulikuwa umewekewa, mzigo mrefu mkubwa sana, unakufinyilia kwa muda mrefu. Kwa hivyo Bwana ameona ya kwamba afungue huo mzigo kutoka kwako, akuachilie uhuru, ili kuanzia saa hii labda uishi katika maisha ambayo unajiona kwamba uko free na uko umefunguliwa. Si ati nimeachilia kipawa kimeenda. Hapana, hiyo sio kipawa. Si ati nimeachilia silaha imeenda. Mti sio kipawa, mti ni mzigo. Mti ni mzigo kwa sababu gani? Imekupatia uzito. Umeubeba kwa uzito na umefika mahali umeitupa, umeviringika ikateremka. Kwa hivyo hiyo hakuna kipawa kama hiyo. Hakuna kipawa ya mti mrefu, mti mchungaji. Hakuna kipawa kama hiyo. Iwapo mtu anaweza kuambia kwamba hiyo ni kipawa, basi kwangu mimi naweza sema kwamba huyo mtu kuna mahali amekosea. Kwa sababu hakuna kipawa inaweza kuja kwa mfano wa mtu mrefu. Hakuna hata kidogo. Lakini vipawa vina viwango vile ambavyo Mungu anazungumza kuhusu kipawa kama kimekukujia. Wakati tunaona Jakobo analala akiota, akionyeshwa maneno paka anaamuka anasema atajenga hapo. Unasema hiyo si ndoto. Hiyo ni ufunuo. Hiyo ilikuwa ndoto. Hiyo ni ndoto. Yakobo alikuwa ametembea, akachoka, akakuja sasa akalala mahali. Akatengeneza mawe ili alala ajishikilie kwa hiyo mawe. Sasa alipolala akatulia, akajikuta sasa ameanza kuota ndoto ati ngazi imetoka chini imepanda kutoka juu kwenda juu. Sasa kuna malaika alikuwa anapanda kwa hiyo ngazi, anashuka. Anaipanda, anashuka.
Yakobo. Hiyo ndio ndoto Yakobo aliota. Sasa wakati alianza kuota hii ndoto, ndio sasa huyu malaika alishuka sasa kwanza kuongea na yeye, ndio ikabidi ya kwamba sasa anataka kumbariki. Na alipoamua kumbariki alisema kwamba hutakuwa Yakobo tena, utakuwa Israeli. Na ikawa ameota hiyo ndoto mpaka kunaelekea kupambazuka asubuhi. Malaika in fact alimfahamisha katika ndoto ya kwamba niachilie kumepambazuka. Ndio sasa yeye akamwachilia, lakini ilikuwa kwa ndoto. Watu huichukulia ya kwamba ilikuwa kitu cha kawaida, ati malaika alikuja tu na akafikia Yakobo kama amekama. Au Yakobo hakuwa amekaa tu usiku ati malaika akakuja. Waling'ang'ana na yeye kwa ndoto. Kwa ndoto. Hiyo ni ndoto. Ni ndoto. Hiyo si maono. Si maono. Hiyo si unabii. Sio unabii. Unabii uko tofauti. Huo unakuwa tu unaangalia hadharani. Unaniangalia hivi, unanisema. Hiyo ndio unabii. Ndugu, ulifanya kitu fulani. Sasa hiyo hii unabii inasema mambo yaliyofanyika. Unabii inazungumzia mambo yenye nakuja ama yenye ilifanyika tu. Hasa sana nimesikia unabii mtu akisema mambo yenye ilifanyika mara nyingi sana. Ama inakuwa namna gani? Mara nyingi sana topic ya unabii nilikuwa nimependa kwamba siku moja nikipata nafasi nitaifafanulia. Lakini kwa sababu umeguzia, nataka nizungumzie mahali padogo sana. Wakati mwingi sana watu wametumia unabii. Wakatumia unabii wakaanza kusema ile jambo. Anakuuliza jambo, ukisema kwamba alipo, anakuambia tuombe sana labda linakuja. Tuombe labda linakuja. Ujue Mungu akizungumza kwa mfano sema tu kwa mimi. Kwa mfano tu. Na kuuliza kwa mfano ya kwamba kwa maisha yako huko mbele ushaikuwa na wake wawili. Alafu ninaangalia, unafikiria, unasema hapana. Na nakwambia anyway, wenda mpaka ninakuja. Kwa maisha yako huko mbele labda utakuja kuwa na wake wawili. Ujue hilo jambo mimi natunga tu. Unaniangalia. Sasa wakati unaniangalia unasema nimewahi kuwa na wanawake wawili. Hiyo mawazo ukiona mchungaji kwa unabii kama huo, mtu anakuwa anatunga kwa nia gani? Ujue kama hiyo kuna vitu zingine hata ukisema kwamba nishai kuwa na wake wawili, ujue utataka kuelewa kwamba amesema amemaanisha nini. Utakuta amecheka tu na amenyamaza. Hakuja kuuliza kitu kingine. Mungu ananifahamisha kwa boma lenu kushakuwa na ng'ombe kiwete. Sasa unaanza kushindwa. Hii yenye kuuliza anataka nini? Hii ya kwanza hujajua lengo. Sijajua lengo. Hii ya pili tena anakuuliza ng'ombe kiwete. Sasa ng'ombe kiwete wakati unasema haijai kuwa kwa boma. Mungu ananifahamisha ng'ombe kiwete, lakini mpaka kama haijai kuwa ama ilikuweko kabla wewe hujazaliwa. Kama ilikuwa kabla wewe hujazaliwa, labda inakuja kupatikana kesho. Na imefanya nini? Siwaambie tu mtu akupei suluhu. Ng'ombe kiwete iko namna gani? Mungu anafahamisha ng'ombe kiwete iko namna gani? Unabii, Mungu akizungumza jambo anasema kwamba Bwana akamwambia Isaya, nenda waambie watu mtasikia lakini hamtafahamu. Nenda waambie watu mtubu kwa sababu 1, 2, 3. Msipotubu nenda kuangamiza nchi. Nabii mmoja anaitwa Gadi. Mungu alikaa naye akamzungumzia akamwambia, nataka nikutume kwa mfalme. Akamtuma kwa mfalme, akaenda akafikia mfalme. Alipofika kwa mfalme akamsalimia mfalme, akamjibu akasema, niko salama mtumishi wa Mungu. Imekuwaje umenikujia leo? Akasema, Bwana amenituma. Mfalme, kabla nikwambie yeye Bwana amenituma, nataka nikuulize swali. Akasema, niulize. Akamuuliza mfalme, kuna mtu mmoja katika hii nchi yako ya Israeli ako na kondoo 100. Na kuna mtu wa pili ako na kondoo 1. Lakini huyu wa kondoo 100 ametembelewa na wageni. Na baada ya kutembelewa na wageni yeye ameacha kondoo zake 100, ameenda kwa yule ako na kondoo 1, akachukua hiyo kondoo yake 1, akaenda akachinjia wageni wake.
wakakula. Mfalme, hiyo ni ungwana. Mfalme akakadhibika, akasema huyo mtu ako kwa hii nchi yangu Israeli. Akasema hako hapa Israeli, hako hapa hadi niambie ni nani, nataka niende nimuone mara moja. Niambie ni nani ambaye anafanya mambo kama hiyo kwa nchi yangu. Nimekataa huu ufisadi. Ndio nabii akamwambia mfalme, huyu mtu mwenye nazungumzia ni wewe. Bwana Mungu anasema hivi, ilikuwaje wewe uko na wake wengi ambao unakaa nao, wake ambao umeoa ni wengi, umeacha wake wako wengi sana hawa, umeenda kuua Uria ili uchukue mke wake. Fikiria tu vile nabii amekuja, ametumia mfano wa kondoo. Na ametaka kufahamisha mfalme makosa yake. Mfalme aliposikia hilo jambo, hakuanza kukemea nabii. Alijua nimekosa, akavunjika, ikabidi akaanza kumlilia Mungu. Na wakati alianza tu kuomba akimlilia Mungu, mtoto wa kwanza ambaye alikuwa amezaa na mke wa Uria, huyo mtoto alianza kukonjeka na akakufa. Kumaanisha nini? Mungu alikuwa ameondoa hicho kizazi, lakini hangethubutu kumwacha mke wa Uria. Kwa sababu gani? Ameua bwana yake. Sasa akiacha huyu mke ataenda wapi? Ilibidi aendelee kuishi na yeye. Na huyo mke wa Uria ndiye alikuja kuzaa mfalme. Kwa hivyo mchungaji, unasema ya kwamba unabii unazungumzia sana mambo ambayo yalitendeka. Unabii unaweza zungumzia mambo iliyotendeka kama hakukuwa na yule ambaye aliyajali na ikafika kiwango Bwana analalamikia. Hakuna mtu wa kuyasuluhisha, hakuna mtu wa kukemea hiyo dhambi. Mungu anatoka huko na unabii kuja kukwambia kwamba wewe umezoea kulala kwa nyumba za wenyewe. Na unabii inaweza zungumzia mambo yenye nakuja. Maandiko inasema Elia akishatoa unabii, alitoa unabii akasema ya kwamba njaa inakuja katika Israeli kwa miaka 7. Watu wataanza kupima mpaka hata walikuwa wakati ule walikuwa wanakula mavi ya njiwa. Wanaanza kupima hata kwa kikombe. Unaenda unanunua hiyo mavi ya njiwa na unaenda kutengeneza vizuri, mnakula. Siku inapita, kwa sababu hakukuwa na chakula. Njaa iliuma sana. Mvua ikapotea. Akatabiri wakati mwingine akasema mvua itakosa kunyesha kwa nchi ya Israeli miaka 3.5. Na ikawa hivyo. Tena wakati mvua ilikuwa inakaribia kukuja, akakimbia akaambia mfalme mvua inakuja, na haka kawingu kalitokea tu kama mkono. Na akaambia, unaona haka kawingu haka, kimbia haraka ufika kwa nyumba na iba gari yako, mvua itakuwa imekunyeshea. Akamwambia, wewe nabii umetesa Israeli sana. Tena sasa hivi unaongea ujinga hapo. Akamwambia, naongea ujinga, lakini wewe ndio unatesa Israeli. Unafanya mvua isinyeshe Israeli, lakini sasa mvua inaenda kukunyeshea. Na mfalme nabii Elia akaanza kukimbia tu mbio. Alifika kwa nyumba, akaanza kuangalia kwa dirisha mfalme mvua ikimnyeshea. Nabii anaweza toa unabii mambo iliyopita wakati ambapo haikusuluhishwa. Nabii anaweza toa unabii kwa mambo ambayo yenye iko inatendeka mahali, lakini yeye hayuko huko. Mungu amzungumzie. Nabii anaweza toa ujumbe kuhusu mambo ambayo inakuja. Na aseme kabla ikuje. Kwa hivyo hizi vitu vitatu nabii ako willing kusema, itakana kuwa na uwezo vile ambavyo viko halali. Sio aseme kitu kubahatisha, alafu ifike kiwango ianze mtu akatae na aanze kumwekea. Kwa hivyo kama mimi ni mgonjwa, nabii inatakana kuwa na uwezo ya kusema kwamba unakonjeka lakini utapona. Na wakati utapona utafanya kazi fulani. Wakati utafanya utapata pesa fulani. Utanunua paka shamba. Yaani nabii ako na hiyo uwezo.
ako na uwezo. Kama utakufa utakuja kupona, nabii ako na uwezo, ufunuo, unabii, mpaka akwambia, hata akose kuambia, lakini akuombee tu, ama mkae na yeye tu akuangalie, na Mungu amempatia siku zako kwamba ni fupi. Huyo nabii atakupea na pia kuna hiyo uwezo. Lakini akienda kukaa na watu akawaambia, nimekaa na huyu ndugu, lakini Mungu anasema hayuko. Huyo ni nabii. Siku kidogo sana mbele mahali tunaenda kutukifika, atakuja kupoteza maisha. Kwa hivyo mkiishi na yeye, kaeni naye mkijua kwamba muda wake wa kuishi ni mdogo, lakini msimstue basi, na achana na wewe. Kwa hivyo kuna vitu nabii anaweza toa, kuna vitu nabii anaweza funuliwa kitu, hata unamdanganya, lakini yeye amekuona kwamba wewe unamdanganya. Vizuri sana. Kumbuka mpenzi mtazamaji, mchungaji, kwa sababu ya wakati tu labda tutakuwa tunakoma pale. Sijui kama mchungaji uko na kile ambacho unaweza malisia kwa siku ya leo kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hiki, na mimi ninaomba ya kwamba wapendwa, Mungu atusaidie tupate ufafanuzi wa mambo ya Mungu kwa halali. La pili, tutafute wafafanuzi ambao wanafaa, ambao wana kibali katika nyumba ya Mungu. Tatu, si kila mtu katika nyumba ya Mungu Mungu mpatia kibali cha kufafanua ndoto. Ukifahamu ndoto yako, maisha yako yatakuwa sawa sawa, na utajikuta unaenda kwa njia iliyo sawa, ambapo hautakosana na Mungu. Kwa maana Mungu hapendi akosane na watu, lakini Mungu anapenda ya kwamba aone kila kitu kikienda sawa sawa. Nataka tu nizungumzie tu kidogo, wakati ambapo kuna neno nataka nilizungumzie kwa muda mdogo sana. Nikimaliza kama dakika 2 hivi, kitabu Amos 8 mstari wa 11. Amos alikuwa mhubiri, alikuwa pastor, lakini Bwana alikuwa anampa maono. Ya mambo nazungumzia ni maono. Ataangalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Na watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, kuitafuta neno la Bwana wasilione. Wakati unaenda kufika, hili neno nenda kuwa hapa sana katika maisha ya watu, na wanaenda kuanza kutafuta kwa bidii, lakini Bwana atanyamazisha sauti za watu wengi sana kutokulipata ili kupeana hili neno. Kwa maana muda umefika ambayo ni mfupi, ambayo sisi tunahubiri hili neno, na watu wengine labda wanadhihaki, wanadharau, wanaona kwamba ni kawaida. Lakini nyakati Bwana anazungumza, amezungumza kwa ndoto, amezungumza kwa maono, amezungumza kwa unabii, amezungumza kwa Injili, lakini watu bado wana shingo ngumu, hawataki kusikiliza neno la Mungu. Nyakati zimefika, lazima tujihadhari, tuwe macho, tuwe waangalifu, na tuwe steady sana na neno la Mungu. Ukiamua kwenda kanisa, enda kanisa kwa halali. Fanya mambo ya utakatifu kwa njia ikubalikayo. Enda katika hali ambayo inayokubalika katika macho ya Mungu, ili uonekane kwamba uko sawa na Mungu atakukubali wakati utamwendea. Usiwe mmoja ambao utakuwa na kiu, lakini uwe mmoja ambao utashukuru Bwana, maana neno litakuwa limepata nafasi katika maisha yako na umeenda ukiwa sawa katika maisha. Naomba nifike mahali pale kwa sababu ya muda, ili wakati mwingine pia kipindi bado kinaendelea, labda tutazungumzia pia pati nyingine mara ya 3, ndiposa tukimaliza tutaenda kwa programu nyingine. Bwana wabariki sana. Vizuri sana. Mchungaji, labda ndipo kafanya ombi, unaweza elezea mtazamaji nambari yako ya simu, inakuwa ni vizuri. Alafu utakuwa unatufanyia ombi na itakuwa inapendeza. Amen. Mpendwa, huduma unaitwa United Souls for Christ, ama unaweza ona kwamba ni US for Christ Kenya. Mimi mwenyewe naitwa Pastor Josephat Hangati Wanyama. Nina kanisa ambalo linaitwa United Souls for Christ, ambayo nahubiri karibu Kakamega. Nashukuru Mungu kwa hiyo kipindi, na ukitaka kunikuta, ukituma message
Ukituma neno lolote ama ukitaka kuzungumza nami, kunipigia simu, labda uko na ndoto unataka ufafanuzi, unahitaji maombi, niko tayari. Ama umetaka kupeana support katika hichi kipindi chetu, nataka nikupatie namba ya simu ili ya kwamba tutakuwa tunaweza kucommunicate wala kuwasiliana na wewe. Nambari ya simu ni 0711886743 0711886743. Na Bwana wa amani awabariki. Fanyia ombi mchungaji. Asante. Nataka tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo ambao umekuwa nao pamoja nasi. Tumefika tamati ya kipindi chetu ambaye Baba tumezungumzia kwa siku ya leo. Tunajua Mfalme, ni ujumbe ambaye Baba umejificha na ni siri katika watu wengi, bali kwa neno lako umetufunulia ili Baba tupate kujifunza na tukupata kuelewa siri zako zaidi jinsi Baba unavyonena. Maana katika changamoto unazonena ndoto, wengi wameshindwa kufafanua ama kupata ufafanuzi zaidi katika neno lako. Naomba Baba zidi kutupa hekima, kutupa maarifa, kutupa useme zaidi tukaeneza kazi yako na kutenda mapenzi yako chini ya jua. Asante Baba hata kwa studio zetu ambazo Baba Mfalme tumeanza kuziinua kuanzia saa hii. Naomba Bwana inua studio yetu ya LJ TV ipate kudumu na kukua kwa mamlaka yako jinsi ilivyo. Mungu, roho amani atende mema, maana ni Bwana. Asante Baba kwa watangazaji wetu, na waombea Baba zidi kuwainua, kuwabariki na kuwapanua zaidi. Uwe Mungu wa mamlaka katika kila sehemu. Na muombea mkurugenzi wetu Baba, mapenzi mpanue, muinue zaidi, ili akapate Mfalme sponsor kuinua kazi hii, ili utukufu kurudia jinsi ilivyo. Mungu, pokea sifa, maana Yesu umetenda. Kwa jina lako Kristo Bwana Mungu tumeomba. Amen. Asante. Asante sana. Niko na wingo matumaini tu ya kwamba sikia leo umeweza kubarikiwa, na mchungaji ameweza kupeana nambari ya simu pale, tutakuwa tunawasiliana wakati anafika tena. Akipata nafasi nitakuwa nafanya tu hivyo, na atakuwa anawasili ndani ya studio ili kushughulikia masuala ambayo iko. Kama uko na swali lolote, wanasema ya kwamba tuma tu kwa ujumbe, itafika kwa ndani ya studio. Hata mchungaji atakuwa anafika na maswali kama hayo. Amen. Na tutakuwa tunatenga tu muda wa kuyashughulikia, kwa sababu mambo kama haya ndio tunaona ya kwamba maisha ikianzia pale watu watakuwa wanapona. Amen. Watu wamekuwa wagonjwa kwa sababu ya masuala kama haya. Ni vizuri Mungu akitujalia na unapata majibu na suluhu, itakuwa inaleta uponyaji. Kumbuka yangu machina, wakati unaniita tu o mwana wa Enoch, hautakuwa umekosea. Hata wakati mwingine, Mungu akubariki. Amen. Asante. Barikiwe sana.